kuombana. Baada ya tangazo lile nikaondoka, nikaingia ndani ya gari, nikawa naelekea pande za airport. Basi kuna mama mmoja ananipigia, iko Merelani Arusha huko. Basi kila saa anaambia shekhe, naomba uniombee dua. Nikamwambia nipigie baadaye. Ambaye nimekaa naye ndani ya gari akanambia, shekhe, pengine ndo zile 20,000 ulizozitoa zinataka kujibu, hebu muitikie. Akanipigia, nikamsikiliza tena, niombee dua bwana, mambo yangu. Nikamwambia inshallah, tuma jina lako nitakuombea. Sadaka? Nikamwambia inshallah, wakati wowote. Mimi nitaka nitoe sasa hivi, wallahi. Nikamwambia sawa, inshallah. Shingapi? Nikamwambia ulichojaliwa, nitakutilia dua. Tukaachana naye, tunaenda mbele, anapiga simu, shekhe, nishatuma 400,000. Umetuma 400,000? Pale pale nikanyanyua simu, nikamwambia imamu, mzigo umeingia baada ya zile 20,000, 400,000. Akaniambia nirushie 50. Nikamwambia nilikwambia hamna kuombana. Umeona? Nikaenda kesho msikiti unaitwa Takwa, nikaenda kuwasimulia kama ninavyokusimulieni nyinyi. Wallahi, nikamwambia mabwana, leo natoa 30. Wakanipigia mahesabu, hapa bwana utapata 700,000, utapata hivi. Kesho nikapata 700,000 kweli. Nikaenda msikiti wa tatu unaitwa kwa Mama Chuchu. Nilipofika pale nikatoa 60,000. Wale waumini walinielewa sana, watakwa walitoa pesa nyingi sana. Ile nahama msikiti ule, wallahi wakanipigia simu, shekhe, na mimi nimepata, wallahi na mimi nimepata, na mimi nimepata. Sasa nilipoenda kule, kwa sababu nimehamasisha wengi, wallahi nipo makama ya Mtume Muhammad, Jumanne nikapata 3,000,000 keshi. Swallu ala nabii. Yani Allah ataniwi mabwana. Juzi nimeenda Singida, yani nakutana na watu vile anavyonisimulia mpaka atamani kulia. Shekhe, hizi dua ulizonielekeza, wallahi nimekuwa mbali, wallahi nimekuwa. Hii hutuba ya leo, hii hutuba ya leo, una watu watapata ushuhuda. Sasa wewe kama uamini, endelea kubaki, ndio unabaki hapo hapo, lakini watu wanaingia kazini. Naamini kuna wateja nimewapata hapa, wataenda kulisha, wataenda kufanya kadha. Sasa pale inapohamasishwa sadaka, ndugu yangu, ni mkono wa Allah huo. Kina mama juu, kunjueni. Mabwana mliokuwepo hapa, kunjueni. Hamwezi kutembea kwa kukaa. Wala usiseme mimi ndo sijui katibu wa msikiti, mweka hazina. Yani tenga sehemu yako, utoe fungu lako. Mtihani uliokuja, kuna zaka na sadaka. Hii sadaka ni khiari yako, hujawekewa kiwango. Unashindwaje kutoa sadaka sehemu ambayo hutuba ya leo kazungumzwa Mungu na Mtume, watu wametulia? Sasa unawezekana ile maiki iliyokuwa ikitema ikimpandisha mtu imani mpaka akabadilika, pengine zile betri ni ile pesa yako uliotumia imebadilisha mtu. Wewe ufikiri Mwenyezi Mungu anakuacha hivi hivi tena ndani ya Rajab? Nani amenielewa? Mkono juu. Nani amenielewa? Haya basi tushushe. Nani anafanya maamuzi kuongeza 10? Mkono juu. Basi hamjanielewa. Zipo, ufikiri hazipo? Lakini shetani akwambia, da, shehe wangu ukitoa afu isiporudi. Kuna jamaa mmoja alivyosikia ukitoa 1 Allah anakupa 10. Akatoa shilingi 10,000 yake, akaenda kuvunja kibubu cha msikiti, kachukua 100,000. Ambia shekhe, vipi, mbona unachukua? Ambia nachukua changu mapema, asije akasahau. Huo utakuwa ni wizi mabwana. Kwa hiyo jitahidini sadaka zije huku. Lakini sasa jambo la mwanzo la kujitolea kipindi hichi tumesema kulisha. Jambo la pili, kulizidisha kipindi hichi, kuunga kizazi, kuwa karibu sana na ndugu. Wallahi, hasa wazazi, hasa hapa Dar es Salaam tukizungumza jambo la ndugu, kila mmoja ana maumivu. Na nikigusa hivyo tu mtu ananitafsiri tofauti. Shekhe, mtu yule kanitukana, ananiendea kwa aganga. Mimi najua
mahasidi wako mabwana ni wana familia, sio nje ya familia. Waliokuwa nje ya familia kuhusudu wanakujua kozi na matatizo. Yani ukipata gari tu wananuna kwa mzima, hataki ufanikiwe. Lakini hao wao na uhasidi wao washike, kwa sababu ndugu wana msaada mkubwa sana kwako wewe, ujui tu. Enzi hizo unakuja hapa Dar es Salaam, mshamba umekuja na gari la nyanya na gari la msiba. Ulivyokuja hapa umefikia kwa mjomba, uongo. Umefikia kwa dada, uongo. Umefikia kwa kaka, mtu baki anakutoa mbio. Leo umepata hela, wale hawana nafasi, utafuta warafiki wapya. Huu si sawa. Na wakija kukuomba unaanza kuwasema, brother bwana hapa akatiki bwana, na ukimpa hashukuru. Ndugu huyu. Lakini uzima ukikuondoka, pesa hamna, unaumwa, unatupa tena kwa ndugu. Wewe umwe figo wewe, ufikiri mke atakuchangia? Mke hakuchangii. Lakini ukienda nyumbani kwako wamejaa mashemeji huko, hamna ndugu zako, hamna ndugu. Kwa hiyo ndugu anauma, unga kizazi sawa sawa. Sema mimi juu ya ndugu zangu uniambii kitu, ndugu anufaike na wewe. Ili la pili. La tatu, kithirisha sana kumsalia mtume hasa siku kama ya leo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallim. Shekhe, nitakwambia jambo utashangaa. Shekhe Jazuli kisa refu, alikuwa ataka sehemu, ataka kuchukua maji ya udhu atawadhe, alishindwa kupata maji. Kuna familia, baba, mama mpaka vitoto vimeelelewa kwamba sisi tutaokoka na kumswalia mtume. Unajua mawalii wako aina mbili, wanagawanyika aina 8. Kuna arifina billah, al-arifu billah mbali, lakini kuna mtu katika yale mafungu 8 ya mawalii, mwingine amesogezwa daraja la uwalii kwa sababu ya kumsalia mtume kwa wingi. Kwa hiyo hawa watu wanaomsalia mtume wanavuka tu, wanasogea tu, wanavushwa tu. Hakuna mtu anayemsalia mtume akapauka. Hii habari haipo, haipo kabisa. Kwa hiyo kitoto kilitema mate kwenye maji kidogo tu, maji yalikuja juu. Sheikh Jazuli alishangaa. Ni karama hizi za salatu ala nabii. Sasa kuhusiana na mambo ya dhikri ya riziki, kama una jambo gumu, kaa siku 7 mfululizo, jifiche sehemu, mswalie mtume. Mfano, kuna ndoa inayumba, una kesi mahakamani, kuna pesa inatakiwa, shekhe wangu, jitahidi jifungie siku 7 hizi, mswalie mtume, mswalie mtume, mswalie mtume. Ukiona siku 7 hazitoshi, piga siku 21 au piga siku 41. Hilo jambo limepita, hilo jambo limepita. Hili jambo la 3. Lakini jambo la 4, qiyamul layl. Yani jitahidi uswali sana usiku, hasa ule usiku kuelekea alfajiri. Rakaa 2 tu shekhe, rakaa 2 tu. Tena nikupe siri sasa, swali salatul haja ule usiku kuelekea alfajiri. Rakaa ya kwanza soma suratul Fatiha na kul huwallahu na kul ya ayyuhal kafirun. Rakaa ya pili suratul Fatiha na Ikhlas. Ukishamaliza, ukitoa salamu, omba rabbana atina mara 3, alafu sujudu, ongea maombi unayotaka, alafu toka nje, nyanyua mikono, anza kumwomba Allah. Udhu rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alafu umemaliza. Jambo la 5 muhimu sana, kuchinja. Jambo la 5, kuchinja. Isipite mwezi uchinje, na wote si kuchinja tunaweza. Kuchinja tunaweza, mbuzi laki mpaka 75 unapata mbuzi, lakini simu uliokuwa nayo 300,000, 500,000. Kile kingamuzi nyumbani kila siku unakilipia kila mwezi 1,500,000. Wewe hujataka kuchinja na hujajua fadhila zake. Itakiwa unamchukua mnyama, tena bora umchinje mwenyewe. Ukishaanza kuchinja, hasa kondoo, sema inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Unajua ukimchinja mnyama, lile tone kabla hajatua katika ardhi, madhambi yako yote Allah anakufutia.
Tumeambiwa baada ya kumaliza kuswali tukachinje, fasalli li rabbika wanhar. Mtume alikuwa anachinja. Ukijua umuhimu wa kuchinja, ile idi kubwa Mtume alichukua kondoo wawili, asema hadha li ali Muhammad, hawa nachinjia masharifu wote, familia yangu nachinjia, na hii ya pili nachinjia umma wangu mzima. We Mtume kachinja, we uchinji? Basi hili jambo la kuchinja Waislamu nitakwambieni siri, mpaka hivi sasa nina miaka 10 na kitu nachinja kila Ijumaa. Kila Ijumaa ninavyokuambia shekhe, nasema kuhamasisha. Shekhe huyu hapa ana mdogo wake ni shekhe, leo nimemtumia era ya kuchinja ng'ombe, kuna hadhara Ijumaa hazipitagi bila kuchinja. Leo nikasema nachinjia Tanga Gare Kizara, na jana nikamwambia wallahi muulize shekhe, nikamwambia shekhe sikupi masharti, lakini mkitaka kuchinja mnachinja lini? Ambia Jumamosi. Nikamwambia mkichinja naomba uniambie kwa simu, kuna maneno yangu niyaseme, alafu mchinje tu pale. Yani kule wakichinja, huku mimi napokea mzigo. Napokea mzigo. Sawa jamaa? Kwa hiyo hili jambo la 5. La 6 la mwisho, muuna. Embu kuwa na company na watu. Inna Allaha fi auni al-abdi, Mungu atamsaidia mtu kama mtu anasaidia wenzie. Usiwe na tabia ya kumpita mtu mwenye haja. Na katika kusaidiana mabwana, kulipiana madeni la kwanza, lakini kupunguziana madeni. Zama hizo alikuwepo mtu mmoja anawadai watu wengi, kila siku anambia huyu Rashidi namdai ngapi? Unamdai laki mzee, ambia toa 50 mwachie tumdai 50. Mpaka mwaka ujao hajalipa, tunamdai ngapi? 50, ambia toa 25, acha 25. Vipi bado tunamdai ngapi? 20. Mfutie, tunaenda kamwambie mambo yashaisha. Mbona kila siku unapunguzia watu? Ambia na Mungu nasi atupunguzie yetu. Ufikiri kuna jambo zito kama deni? Deni ni jambo kubwa, msikope madeni, yanalaza macho. Sasa basi, katika kusaidia ni misikiti kama hii, sadaka zako kama leo siku ya Ijumaa, usikubali ukaondoka na shilingi yako haikuchangia hata feni. Nyewe wenyewe mnaona dunia iliyojaa humu. Watu wote hawa, hebu niambieni, ufikiri lita ngapi za maji zimeondoka? Mota lazima ifanye kazi, unit lazima ziondoke za umeme. Angalia huu mkapeti huu, usafi wake, usafi wa kule chooni. Yani kuna baadhi ya watu hapa msikitini saa 9 anahakikisha kumwacha mkewe na kitanda, anakimbilia kukutengenezea mazingira kule. Lini umeingia ukaona choo kichafu? Unakuta kisafi, akijisafishi. Ina maana huyu naye sitizamo kwa jicho la rehema. Ndio hiyo sadaka yako hiyo. Huyo imamu kubakia muda wote hapa si kitu kidogo. Maana imamu asiposwali swala moja tu, imamu haswali siku hizi, hana chakula kaenda kutafuta, utakaumkute kama yeye la kuku muda wote yuko hapa, basi mfanyie ihsani. Ndio hiyo sadaka yako. Kwa hiyo pia msiwe na mawazo kwamba tukitoa hizi sadaka zikishakuja hapa zinatumwa kwa Mungu moja kwa moja zinaenda mbinguni. Hapana. Viongozi ndio mikono yake Mungu ya kupokelea. Lakini ukianza kufikiria tu ni shetani, nikitoa sadaka zinaliwa, wewe umekwisha. Sasa unataka zisiliwe? Lazima ziliwe, lazima zitumike. Lakini umuhimu wako wa kutoa umelipwa. Kwa hiyo tujitahidi pia jambo la kutasadaka kwa wingi sana. Baada ya kuyasema hayo, Waislamu, mimi naomba nikomee hapa. Hutuba imetosha. Kilichobakia ni maamuzi. Haya nilokuambieni kana kwamba sijai kuyafanya, yani ndio naenda kujitutumua niyafanye. Na hii ni mbegu tumeotesha, ni hutuba za kimalengo. Tukiuaga umaskini mabwana, tukawa na maisha mepesi, wallahi na dini yetu inakuwa nyepesi. Mkeo ndani, mume mwenye pesa na asokuwa na pesa, yule ambaye ana pesa bwana, mke anatoa zaidi. Jamani, kweli si kweli? Wewe unaona mchezo? Wenyewe wasema idha shaba sha'rul abdi au kalla maluhu. Mwanaume akiota mvi ndio kuzeeka huko, au mfuko ukatoboka, laisa lahu nasibun, hana fungu la mapenzi kwa wanawake.
Yaani ukiona unapendwa na mwanamke, tizama vitu hivi, pengine ni kijana fulani hivi au una pesa, lakini ndugu yangu umezeeka, alafu mfuko umetoboka, we utaomba ardhi ipasuke. Lakini ukiwa na pesa, ukikohoa kidogo tu, heba fulani, utaka chapati, utaka nini? Mimi nataka kwenda kuswali Ijumaa. Almalu walbanuna zina, mali na watoto ni pambo, linampamba mtu. Tumefahamiana vizuri? Sasa hizi mali, hii misikiti mnaoiona, Mtume aliifanya kama maofisi ya kuwafikia watu. Misikiti ikitumika vizuri ni vituo vya kuendesha dunia. Jeshi la Kiislamu lilitengenezwa msikitini. Benki ya Kiislamu Baitul Mali al-Muslimin ilitengenezwa wapi? Msikitini. Ndoa zilitengenezwa wapi jamanini? Hata haya maguo kuvaa vizuri hivi kwa design, asilia yake yameandaliwa wapi? Msikitini. Kwa hiyo hapa msikitini tukijitenga na Mungu kisawasawa, kuna ziada zitakuja. Kule nje tunaenda kubarikiwa tu, tunaenda kubarikiwa. Kwa hiyo amali rasul ndio hizo, zifanyeni na hakika zitabadilisha maisha yetu. Tutakuwa tayari inshallah. Wa jazakumullahu khaira la husni ismaikum.